Kolosai, nina wazo. Kuna wazo nimelipata nje ya biashara yangu ya Katema Liquid Soap. Ni wazo gani hilo? Kwa nini tusiwekeze pesa tukaanzisha huduma ya mkopo? Yaani sisi tukawa tunakopesha watu. Pia ina faida nzuri rafiki yangu. Yaani katika siku zote ambao umeongea ni point ni leo. Leo umeongea point kwa sababu mkopo una faida yake. Mimi nawaza hapo kwenye mkopo. Unajua tunaangalia watu wanaomiliki vitu. Naam. Kwa mfano mtu tukimkopesha kwa mfano 100,000, tunajua kabisa huyo hawezi kurudisha 100,000. Kwa hiyo tunakuwa na uwezekano wa kuchukua hata shamba lake, kuchukua eneo lake, TV si mabufa manini. Good idea. I say. Sasa hapo kitakachofanyika hapo, maana mimi nikiangalia kwenye akiba yangu na kama milioni 10 ambazo hazina kazi kwa sasa hivi yani. Milioni 10. Sasa jua mwenzangu wewe una kiasi gani au labda tunikupa tupeane muda kidogo? Hapana. Kama umesema una milioni 10, ina lazima tuwe 10 kwa 10. Maana mimi nina milioni 10 na wewe 10 ili ziwe 20. Milioni 20. Lakini kwenye kukopesha, hakikisha tunakopesha watu ambao hawataweza kulipa. Na riba yetu iwe kubwa ili mafanikio tuyapate haraka. Usije ukamwona mtu anamiliki gari, anaendesha gari, ukafikiri labda ninunua kwa bei ghali. Hapana. Ni mikopo hiyo mzee. Mtu alikopeshwa milioni 1, sawa, katika riba ikaongezeka ikamshinda. Mtu kajimilikisha gari. Watu wanajimilikisha hadi nyumba sasa hivi. Mtu anakopeshwa milioni 1. Sawa? Mwisho siku riba inafika milioni 10, anashindwa kurudisha milioni 10. Kwa hiyo inamlazimu auze mali, si ndio? Yaani katika siku Katema leo umeongea point. Tufanye hivi. Samahani mkubwa, dakika moja. Mbaya na wewe. Sawa. Shemu, habari? Salama, kwema? Salama. Mapenzi yako yameniacha na huzuni. Nilikupa kila kitu. Zai. Vipi na wewe huko? Mbona kama unanifuatilia? Lexon kipenzi changu. Nimejaribu lakini nimeshindwa. Tafadhali naomba unisamehe mume wangu. Najua nilikukosea. Pia mimi ni binadamu, sio malaika. Sijakamilika, lazima kuna vipengele nitapelea mume wangu. Tafadhali leo nimekuja hapa kwa ajili ya kuomba msamaha. Naomba unisamehe. Zai. Bado unanika mume wako? Sikia. Sina nafasi nyingine. Tofauti na hiki nitakacho kwenda kukuambia sasa hivi. Na sijui kama uko tayari kwa hicho. Mume wangu, mimi niko tayari. Yaani vyovyote utakavyoniambia, niko tayari kufanya. Ili mradi tu nirudiane na wewe. Nakupenda sana mume wangu. Una uhakika? Okay. Ninachokihitaji, nahitaji yule jamaa aweze kufa. Ili mimi na wewe tuweze kuendelea. Maana sitaweza kabisa kuvumilia. Yaani kila nitakapomuona nitakuwa napata feeling kuhusu ule upuuzi mliokuwa mkiufanya siku ile. Nataka wewe. Mume wangu, kuoa tena? If you can't, nothing will happen. Put it in your mind. Am I clear? Sawa, nitafanya hivyo. Kwa sababu nakupenda. Na sipo tayari kukupoteza tena. You're looking so good. Sawa. Ukipanga kuondoka, nilikuwa siwezi kufanya chochote bila wewe. Siwezi kula
umeniganda ndani, lakini malipo yako ni kunisaliti. Usaliti, usaliti. Jamani, mimi nataka nikachukue simu ya mkopo. Kilichomkuta Aisha shoga yangu. Huyo ni Aisha afu na mimi ni mimi. Alitembeza ile simu kila anakopeleka wamsaidie kuloki, mikopo isitishwe wapi? Kila anempelekea wapi? Kilichomkuta simu limekaa ndani kama bomu. Na wewe unataka kukutea hayo shoga yangu, na uhakika wewe kila siku sijui 1800 ile, sijui 2500, una uhakika? Kwanza wewe uwezo unao wako unalipa kila siku? Ile 2800 sijui 1500 ipo. Maana mume wangu kila siku anafanya kazi. Kwa mume gani? Mume bongo. Sina. Sasa hizi. Sawa. Hivi kinachoendelea huko ndani mnakijua? Kuhusu nini? Si kuhusu huyo kijana jirani yetu. Yaani anapitisha wanawake. Leo huyu, kesho huyu. Mfupi, mrefu, mnene. Vipi na wewe? Mbona umeangalia sana huko? Mimi macho yangu yanaweza kumuona nani uko mbele. Zaidi ya paka. Jamani, mpumzisheni kaka wa watu. Hana shida na mtu. Hey, alipoolewa akajua watu hawana shida na watu. Wenye ndoa zao wengine. Asa na wewe Nuru. Inaonekana umempenda huyo. Ana vitu vyangu. Yaani hapo kapagawa na body na chest. Hakuna kingine. Nicheke nenepe mimi nikwende na mume kama wewe. Shoga yangu. Sio body. Sio nini? Macho yako yalivyoona na mimi nilivyoona vitu vile tofauti. Mimi nichokipenda kingine. Sema tuachane na umbea. Maana hapa tutakuja kukosana na mtu hapa, nianze kupigana mapanga. Subiri nikwambie. Wewe utamweza huyo? Kuna mkate mgumu mbele ya chai. Kwanza tuache nini nayo? Ngoja nikaangalie maharage yangu huko ndani sije ngaunguza. Mbona kuangalia maharage? Jamani. Haya na mimi shoga nikampikie mume wangu maana sasa hivi amekaribia kurudi, mida ndo hii. Upo? Wanaojifanya wameolewa, wengine mara wakatenge maharage. Ngoja na mimi nitafute bwana niolewe. Nikijitazama naiona hama yangu inavyoangamia, siku ambayo niliona giza kwenye mwanga, alafu nikaona nuru ndani ya lile. Paki. Vipi mwanangu? Safi bro, kwema? Mbona mpaka saizi upo mazingira ya ghetto? Ukweli ni kwamba sina ramani. Na hata kazini kwenyewe hakuna kazi. Na naona mpaka sasa hivi niko haya mazingira. Sema nini mwanangu? Nina kipengele na shemeji yako. Kwa hiyo niachie ghetto ili niingie niweze kuzungumza naye. Tembea lakini nahisi kama si mkali wa hii hadithi. Sawa. Hamna shida bro. Basi.
Nishikilie kabla sijazama tena kwenye giza hili. Dunia hii kuna watu, lakini roho zimekauka. Maneno yao matamu, vitendo vinauma. Wamezunguka dunia, wameizungusha imani. Nimebaki nikiuliza, niko wapi kwenye ramani? Lakini sauti ndogo moyoni na nong'ona taratibu, kaa karibu, bado upo hai. Najua uko na mwanamke mwingine, lakini sijawahi kukata tamaa. Kila nikijitahidi kukufuta, katika moyo wangu nashindwa, kwa sababu wewe ndiye mwanaume nikupenda. Asante mke wangu. Habari za kutwa? Nzuri. Za kazi? Ni njema. Pole na majukumu. Nimeshapoa. Mke wangu, nadhani umeliona hilo tukio hapo nje. Tukio gani? Unajifanya hujaona? Hiyo tabia ni moja kati ya tabia chafu. Hapana mume wangu, mimi siwezi kuwa na tabia kama hiyo. Alafu nyingine, mimi najiheshimu, ni mke wa mtu, nimefunzwa na nina staha. Sawa mke wangu, nakuelewa, nakupenda sana. Bila shaka hata wewe unaelewa jinsi gani ninavyokupenda. Basi wewe nikuombe usitoke kunipenda mume wangu, maana wewe ndio furaha katika maisha yangu, na wewe ndio kila kitu. Asante mume wangu, na mimi nakupenda sana. Mke wangu, wewe ni mzuri sana, na uzuri wako ni uzuri usio na kinai. Napenda mume wangu. Kweli? Wewe ni malkia kwenye himaya kubwa ya moyo wangu. Heshima yako wewe, malkia wa himaya ya moyo wangu. Nimepokea. Kweli eh? Ndio maana nakupenda. Dunia hii kuna watu, lakini roho zimekauka. Maneno yao matamu, vitendo vinauma. Wamezunguka dunia, wameizungusha imani. Nimebaki nikiuliza, niko wapi kwenye ramani? Lakini sauti ndogo moyoni na nong'ona taratibu, kaa karibu, bado upo hai, bado una sababu.